Bana, mambo vipi? My name is 4G Real OG, son of the SNJ, natokea Mbagala Media, na leo katika Home Podcast nimepata bahati nzuri, mimi kwangu naona kama baraka, kupiga story na madam ambaye pia ni founder wa Karosh Pamba Collection, wauzaji na wasambazaji wa nguo zote za kiume za wakubwa na wadogo ambao wanapatikana hapa Mbagala za KM. Nataka nipige story naye 2-3 tuweze kufahamu toka anaanza biashara na mpaka hapa alipofikia, changamoto alizopitia, namna anavyoendesha biashara yake, namna anavyo inspire watu wengine jinsia ya kike na pia kiume ambao wameibukia katika hii biashara ya nguo. Nadhani tutaweza kufahamu yote zaidi ukifuatana nami. Usisahau kusubscribe katika mtandao wa YouTube tukiwa kama ni Mbagala Media pale, na mtandao TikTok pia kutufollow pale kama Mbagala Media, na Facebook na Instagram vivyo hivyo, bila kusahau account za Karosh Pamba Collection, ili tuzidi kumsupport madam na kuonyesha nguvu yake kubwa anazidi kuionyesha. Bana madam, shikamoo. Marhaba, jambo? Si jambo kabisa. Mimi nasema kwangu ni baraka na ni heri kukutana na wewe leo katika kipindi changu cha Home Podcast, kupiga na wewe story. Unajisikiaje labda kuwa moja ya familia ya Mbagala Media? Kwanza nimefurahi sana umekuja kuniona leo, umekuja kunitembelea, lakini pia kwangu pia ni kama baraka kufika hapa na kuweza kupiga story 2-3 na mimi. Karibu sana. Mimi kwangu naweza nikasema is a one of the blessing kati ya moja ambavyo vitu namshukuru Mwenyezi Mungu ni hichi hapa. Kuna watu hawakufahamu kiundani, na wangependa leo hilo liwe la kwanza. Karosh ni nani? Anafanya nini? Anapatikana wapi? Kwa nini yeye? Ningependa kwa ufupi uweze kujitambulisha ili huyu anayetazama Mbagala Media leo hawe na faida kubwa sana kutazama interview hii. Okay. Mimi kwa majina naitwa Ummi Kuruthum, ni mfanyabiashara wa nguo za kiume, watoto kwa wakubwa, lakini ni za kiume, na napatikana Mbagala zake, niko jirani kabisa na soko kuu la Zakiem. Okay. Kama tulivyosikia, na nadhani mpaka address na physical location kwa ujumla amezitaja. Tumekuwa tukiona na kusikia pia wengine kukutana na matukio namna hiyo. Kwa watoto wa kike kufanya biashara na ndoa na nini imekuwa ni changamoto. Kwa asiyefahamu na asiyejua, wewe katika hii biashara mpaka inafika hapa inakuwa kubwa, maana kama tunavyoona uwekezaji ni mkubwa, hata ulipiga ni kubwa. Ina kama muda gani kwenye industry nzima ya biashara? Biashara ina muda mrefu, ina zaidi ya miaka 10 sasa. Yes. Lakini kwa upande wangu ninaweza nikasema biashara naweza nikahesabia miaka 4 sasa hivi. Ndio naweza ukaniuliza au ninaweza nikaielezea kutokea miaka 4 kuja hapa, tofauti na hiyo miaka 6 ya nyuma. Ngoja kwanza, miaka 10 alafu miaka 4. Nina maswali kama 10 ya kujiuliza. Hila la kwanza la kujiuliza ni kwamba kwa nini miaka 10 alafu kwa nini miaka 4? Kwa nini miaka 10 na kwa nini miaka 4? Nakuja hivi. Wakati naanza hii biashara hiyo miaka 10 iliyopita, kwangu mimi ilikuwa ni zile biashara za kawaida, kwamba unaleta mzigo dukani, utauza kwa wale watu ambao wamekuzunguka. Kwa hiyo hata kwenye faida unakuta ni zile faida ndogo ndogo ambazo huwezi kufanya chochote, huwezi kupiga hatua. Lakini baada ya kuibuka hii mitandao ya kijamii, sana sana hiyo Instagram, TikTok na vitu vingine, mimi kwangu ndio imekuwa kama push kubwa ambayo imenifanya leo nina uwezo wa kusema kwamba miaka 4 nyuma, hii mitandao mimi imenikuta miaka 4 nyuma ndio nilianza kuifahamu na nikaanza kuifanyia kazi. Na kwa ambao wananifahamu, nafikiri pia tumefahamiana kwenye mitandao, wateja simu tofauti kwenye mitandao. Kwa hiyo kwa miaka 4 ambayo mimi ndo naihesabia ni kama miaka ambayo nimefanya kazi ya kuuza bidhaa zangu na kufanya vizuri zaidi. Mimi ni mmoja wa watu ambao nimepata faida kubwa sana kuhusu ulichokiongea hapo sasa hivi, kutoka miaka 10 mpaka miaka 4. Tofauti ambayo ningependa kuijua na wewe uliiona ukai catch ukasema
hapa kuna tofauti kubwa. Tofauti ya ulipokuwa unafanya biashara katika ile hali ya kawaida ya mteja atakuja, atagonga hodi, tutamhudumia, ataondoka, na mpaka sasa hivi ambapo unapata bidhaa, unaposti Instagram, Facebook na mitandao mingine, tofauti yake unaionaje? Tofauti ni kubwa sana, kwa sababu kwa miaka hiyo ya nyuma, jinsi nilivyokuwa nafanya biashara, unakuta hata jirani yangu tu mtaa wa pili hapo anakuwa hajui mimi nina bidhaa gani leo, nina kitu gani leo dukani kwangu. Lakini imekuwa tofauti na sasa hivi, hii mitandao imekuja kutusogeza mbele zaidi. Ukiifanya vizuri basi na kupushi. Kwa hiyo faida yangu mimi nilioiona na tofauti ni tofauti sana na nyuma nilivyokuwa nafanya kabla hiyo miaka 4 na kutokea ile miaka 4 kuja hapa. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana. Okay, hapo sasa kuna kitu nimeelewa. Ili kuchukua muda gani kuamini biashara ya kufanya mtandaoni, kwa sababu ina changamoto nyingi sana. Kuna ile mteja anaweka order, unafanya delivery, anafika bodaboda, baada ya kufikisha kitu sehemu husika mteja apokei simu, au mteja anaweka order anaweza akakuchatisha almost 3 hours, end of the day nitakuja au nitakurudia. Ni changamoto gani ambazo zimekuwa zilikufanya ukaamini kuhusu mtandao wa kijamii, na zilikufanya pia ilifika tu ukasema bana mimi basi sasa? Changamoto ziko nyingi sana. Kuna utapeli, kuna kama hivyo kuongea na mteja alafu msifike final, yeye aka cancel hiyo biashara. Kama hivyo bodaboda anatoka na mzigo hapa anampelekea mteja, alafu yeye apokei simu baada ya bodaboda kufika, ndio vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wangu mimi, hizo zote nimeona ni kama chachu za kuelekea kule ambako naona ndio tunaelekea. Umeona? Kwa hiyo changamoto kila kwenye jambo lolote linapoanza linakuwa lina changamoto. Lakini kama uko na nia na unaamini kile ambacho unafanya, basi ni vile tu Mungu anakupa nguvu zaidi ya kusahau zile changamoto, unaendelea mbele zaidi. Okay. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka kabisa kidogo kikutoe kabisa kwenye kuamini social media? Yaani sisi kwa Kiswahili tunasema kitu kizito. Ulipigwa na kitu kizito kwenye eka zako za hapa na pale, umeposti bidhaa lakini ukakutana na jambo ukasema basi Instagram tosha, TikTok tosha. Ni kitu gani ambacho unaweza ukashare na sisi hapa? Yani mimi bwana, kitu ambacho kilinitoa kabisa kwenye mudi na nikajikuta naanza kusema hii mitandao basi, nilipopoteza akaunti zangu za Instagram 3 mfululizo, na zilikuwa ni akaunti kubwa, zinafanya vizuri, zinaleta wateja, lakini zilipotea kwa kufuatana. Kwa hiyo pale ni ile tu nguvu ya Mungu na kuangalia ulipo, mazingira yako, hali yako, unapata tu nguvu ya kunyanyuka, unaendelea. Lakini nilikuwa down sana. Okay, ni moja ya mapigo ambayo yanawakuta wafanyabiashara wengi ambao wanaamini mitandao ya kijamii. Wewe ulipokeaje? Niliumia, yani sijui hata nilipokeaje, lakini iliniumiza mno. Ya kwanza kupotea, sikuwahi kuhisi wala kujua kwamba hizi akaunti huwa zinapotea. Kwa hiyo nikaanza kupata somo. Ya pili imepotea, sijakaa sawa kutoka kwenye ile ya kwanza. Ya tatu ndo naanza kurecover, imepotea tena. Kwa hiyo ni mapigo 3 mfululizo. Kwa hiyo ni ile tu kwamba mtu unajiangalia mwenyewe, hali yako, mazingira ulionayo, maisha unayoishi. Kwa hiyo unapata nguvu ya kunyanyuka na kujipa moyo ili usonge mbele. Lakini ni vitu ambavyo viliniumiza sana. Mimi ni mmoja ya watu ambao tunakufuatilia sana kwenye akaunti zako za Instagram na TikTok. Ni mtu ambaye umewekeza upande wa content, unatengeneza maudhui kuliko kitu chochote. Unaamini nini katika maudhui? Hayo maudhui unayoyaona au hicho unachosema kwamba ninaamini nini, hiyo ndio biashara. Yani kwa biashara ya mtandaoni, kwa sababu huwezi kuleta tu mzigo alafu kasema nina mzigo dukani mtu hajaona. Kwa hiyo vile tu kuonyesha ndio hali ambayo inasababisha watu wengine pia wanakufahamu. Kwa hiyo ndio biashara ilivyo. Okay. Mimi naweza nikaomba kurudisha nyuma kidogo. Umekuwa ni mtu ambaye
pigwa matukio kama hivyo, kupoteza social media account. Kwa lugha nyingine tunasema yale ndo maduka yetu ya mtandaoni, si ndio? Wewe una historia gani na biashara? Kwa sababu hangekuwa mtu mwingine, mimi nauza dagaa za Kigoma, sasa mimi na nguo sitaki tena, mimi na kitu fulani sitaki tena, lakini wewe unaonekana ni mtu ambaye una spirit, yani kukutoa kwenye hiyo rail inakuwa ni vigumu sana. Kwa faida ya mtazamaji, nini background yako katika biashara? Je, labda mzazi wako alikuwa mfanya biashara, mama, baba, ulikulia katika mazingira ni ulikuwa tukakuta biashara ni sehemu ya familia? Imekaaje hiyo? Kwa familia, kwenye familia yangu biashara ziko za kawaida, biashara ndogo ndogo, biashara zile za maduka ya mangi, unajua duka la chumvi, soda, nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwenye familia biashara zipo, lakini sio biashara za kuwekeza kwenye maisha kabisa. Unakuta mtu anafanya biashara ni ndogo ndogo za kawaida, sio za kuzitegemea. Kwa upande wangu mimi biashara hii ninayoifanya nilifundishwa. Kabla sikuwa nafahamu, nilifundishwa na nilianza kufanya kazi kwenye maduka ya watu tofauti, ndio nikapata ujuzi zaidi. Lakini kubwa zaidi, hata mimi mwenyewe ukiniuliza nakuwa sijui, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine navifanya kwenye hii biashara unakuta nimevifanya na vinafanya vizuri. Kwa hiyo ni ile hali nilionayo mwenyewe, ule mwamko nilionao mwenyewe na kupenda hiki ambacho nakifanya. Okay.